Nilibakwa na baba yangu nikiwa na umri wa miaka 13. Kwa muda mrefu baba alikuwa ananitaka kimapenzi na kila siku alikuwa akinisumbua sana. Niliogopa kumwambia mama sababu baba alikuwa ananitishia sana kama nitasema ukweli, siku moja ambao sitakuja kuisahau. Nakumbuka mvua kubwa ilikuwa inanyesha, mama hakuwepo nyumbani. Nilibaki mimi na baba tu na ndio siku alitimiza haja zake. Nilibanwa na mkojo ikabidi niende chooni. Kumbe sikujua mzee wangu ananifuatilia mpaka chooni, akanivamia hata sijaanza kukojoa, akanifunua gauni nililokuwa nimevaa na kunichania chupi yangu bila kujali kuwa mimi ni mwanae, akapitisha uume wake kwenye uke wangu. Sikuwahi kupata maumivu makali kama siku hiyo. Nilijitahidi sana kupiga kelele, lakini sikupata msaada sababu ya mvua kubwa iliyokuwa inanyesha. Akafanya mka akamaliza haja yake na kunipa onyo nikimwambia mama ataniua. Aliniacha pale na maumivu, damu nyingi zikitoka na mavitu meupe hata sijawahi kuyaona. Siku 2 zikapita. Kama mnavyojua maisha ya kijijini, wazazi wanapenda kuwaozesha watoto wao wakiwa wadogo. Sasa sisi tulikuwa tuna mila zetu. Mtu ambaye atakutoa bikra yako ndio atakaye kuoa. Sasa kuna tajiri alikuja kwenye kijiji chetu na alinipenda sana mimi, ikabidi aje kwetu akutane na wazazi wangu kwa nia ya kunioa. Ila alikuwa anahitaji msichana aliyekuwa bikra, na mama yangu alikuwa na uhakika kuwa sijawahi kuingiliwa na mtu yeyote. Kumbe sivyo alivyodhani. Sasa shida ilikuwa kwa baba. Aliogopa mama endapo atakuja kunikagua na akiona sina bikra, lazima nitaongea nani aliyenitoa hiyo bikra. Kwa hiyo baba akaanza kuweka mgomo wa mimi kuolewa, na sio kawaida kwa wazazi wa kijijini kwetu kukataa mtoto asiolewe na mtu mwenye pesa. Mama akashangaa kwa nini baba ataki niolewe. Hakujua kuwa baba ameshaonja kitumbua changu. Basi yule tajiri akaondoka zake. Sasa na mimi nikajikuta naanza kukimisi kile kitendo alichonifanyia baba. Lakini kwangu ikawa tofauti sana kwenye kufanya mapenzi. Lile tukio la baba kuniingilia kinguvu liliniharibu kisaikolojia kiasi kwamba siwezi kusikia raha ya tendo mpaka niingiliwe kinguvu. Siku moja mama alisafiri kwenda mkoani, nikabaki na baba tena. Sasa siku hiyo nilitaka mwenyewe. Baba alinikuta sebuleni naangalia TV, akaniita kwenye chumba chake. Kwa sababu nilikuwa nataka tena, sikukataa kwenda, ila nilivyofika nikajifanya kama sitaki, ili mradi anifosi kunibaka ndo nisikie raha. Baba akanichukua na kutupia kitandani. Siku hiyo nilikuwa napiga kelele zile za chini chini. Kama kawaida yake akanichania chupi na taiti ambayo nilivaa, akaniingiza uume wake. Siku hiyo nilienjoy sana, nikajikuta na mimi nafika kileleni na kukojoa pia. Kumbe hiyo siku ilikuwa ni mbaya sana kwangu, kwa sababu nilikuwa kwenye zile siku za hatari. Kwa hiyo bila kujua nikapata ujauzito wa baba angu. Basi wakati wote huo mama yupo safarini. Baba alikuwa anakuja chumbani kwangu mara kwa mara na nilikuwa nampa kila siku. Mama akarudi na maisha yakaendelea. Sasa siku moja nikawa na hisi tofauti kwenye mwili wangu. Mama akanichukua na kunipeleka hospitali. Tulivyofika tukapata vipimo vyote. Daktari alimuita mama akampe majibu yangu na kuambiwa kuwa nina ujauzito wa mwezi 1.5. Mama alichoka sana kusikia hivyo. Akatoka kwenye chumba cha daktari akaniambia tuondoke nyumbani, lakini kwenye uso wa mama ulikuwa na hasira sana. Tulivyofika nyumbani tukamkuta baba sebuleni. Mama akaanza kulia na kusema, "Kwa nini umeamua kunitia aibu mwanangu kiasi hichi?" Mimi sikujua mama anaongelea nini, wala baba hakujua pia chochote. Ndio baba akauliza, "Kuna shida gani tena?" Mama akajibu, "Mwanao katuvua nguo." Baba akauliza, "Katuvua nguo kivipi? Embu nieleweshe vizuri na wache kulia." Mama akasema, "Mwanao ana ujauzito Kena wa mwezi 1.5. Sasa nataka asema hiyo mimba ni ya nani?" Baba na mimi tukashituka sababu tunaujua ukweli. Baba akamwambia mama atulie kwanza, ila mama alikuwa na hasira sana, pakuweza kuelewa. Alinipiga sana niseme ukweli. Niliogopa sana sababu baba alikuwa akinikazia macho sana, lakini nikajikaza na kuanza kusema ukweli wote. Nikamwambia mama, nisamehe sana, najua kitu ambacho nitakisema kitakuumiza sana, ila ukweli mimba hii ni ya baba. Alinibaka chooni wakati wewe haupo. Mama akashituka na kumwangalia baba, na hapo ndo ulikuwa mwisho wa kuongea na mama yangu, sababu alianguka na kufa hapo hapo.